Utakachoambiwa ndio Mungu anachokihesabia, kwa sababu anasema enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Wala injili usije ukafikiria ni dude kubwa au injili ni kitu gani. Injili ni maneno mepesi ya kumwambia mtu habari za Yesu. Utaona kujifunza maandiko machache ambayo ukitaka kumleta mtu kwa Yesu uwe nayo. Sawa? Usiwe na maneno mengi utatekewa. Ukiwa na maneno mengi watakuingiza kwenye mpango wao. Wewe nenda ukiwa umemwomba Mungu ukiamini kwamba hichi ninachokwenda kukisema kitapokelewa. Sasa nataka tujifunze aina 3 tu za ushuhudiaji. 3 tu. Aina ya kwanza inaitwa mtu mmoja. Yaani ninatoka mimi peke yangu na kwenda kushuhudia peke yangu. Nakutana na Fedina, ambia dada habari yako, ujambo dada umependeza. Usianze wewe utapata dhambi na msini. Lazima ujenge kwanza kitu kizuri, si ndio? Kitu kizuri. Tamsalimia. Ambia dada na kwa kweli umependeza. Hivi unaishi wapi? Mimi sio nipatikana wapi hivi. Yaani kuleta ile ya kusikilize. Jamani ukimwambia mtu umependeza sana mtu anapenda kupendeza. Hata ukiniambia umependeza naanza kukusikiliza. Si ndio? Sio kisiketi gani hicho? Umependa kisiketi gani? Atakusikiliza. Mbona hawezi? Nataka nikwambie mavazi sio bora kuliko ufalme. Wewe mwambie hivyo alivyo. Mwambie dada kwa kweli wewe ni mzuri. Yaani kwa mfano ungekuwa unasimama kanisani unaimba. Kanisa linaniambia hapa dada, si unaongea tu mimi najali jinsi ninavyoiona. Naiona mwanamdada kama wewe ukishika mic. Kweli unamkuta taratibu. Akusikilize. Haleluya. Kwa hiyo wewe unaweza ukaenda sehemu ya biashara, makazini huko, shuleni, kwenye gari. Na mimi napendaga nikikaa kwenye gari nimshuhudie mtu habari njema. Haleluya. Mwambie kwa kweli tunasafiri lakini Yesu anakupenda. Mwingine akaniambia hata mimi nampenda Yesu, mimi ni mchungaji. Tukaanza kuongea, si ndio? Lakini angekuwa sio mchungaji ningempata, si ndio? Siku nyingine tena nikawa namuona tumefika Gairo. Tukaenda Sukura. Nikaona tamani kumshuhudia kaka mmoja. Nikasema kwa sababu nasukumwa sana, ngoja nimshuhudie. Nikasema vyakula si hata huko Mwanza vipo tu bwana. Si ilikuwa tunakula. Nikasema sasa mimi siri nataka ule muda wangu wa kununua vichips yai sio nini, nimwambie habari njema nilishuhudia hivyo. Kweli? Nikamwambia kaka Mungu anakupenda, Yesu anakupenda, yani ukiokoka. Mimi napenda kuokoka, mwezi huu niombee. Unajua mimi mwenyewe nikabakia hoi. Yaani wala haikuchukua muda. Saa hiyo akasema mimi huwa napenda kuokoka kwa kweli. Hivi sijui kwa nini nakukunywa mataputapu haya. Nataka kujilaumu kwa nini. Pale nikamuongoza sana tu pale kwenye chips zake. Pale. Alikuwa anaitwa kama Samuel. Nikasema una simu, sijapata. Yaani ilikuwa nataka nichukue simu yake ili tuendelee kuwasiliana. Lakini nilimuongoza sala ya toba na ninamwamini Mungu anaendelea katika jina la Yesu. Amen. Kwa sababu nilisukumwa sana. Nilitaka kununua chakula, Roho Mtakatifu akaniambia, hebu mwambie huyo, pengine labda ilikuwa ni siku zake za mwisho, huwezi kujua. Unaposhuhudia, kama ndani kuna ushuhuda wa kumwambia mtu kitu cha Mungu, mwambie wakati huo. Haleluya. Usikae nalo. Yamkini ni dakika zake za mwisho. Kwani kuna siku moja tulikuwa tumeenda kufanya mkutano wa injili. Huwa tunatembea na mchungaji na kwaya. Kwa kwenye kwaya tulikuwa tumeenda Kibaha. Kufika Kibaha, kuna kijana hivi alikuwa amevaa kofia lake, mchungaji akafunuliwa. Akamwambia kijana huko njoo kwa Yesu. Akawa anageuka. Yaani kama anashangaa anamwambia nani? Akamwambia huwezi kujua pengine leo ni siku yako ya mwisho. Njoo kwa Yesu. Yule kijana alikaidi. Unajua kilichotokea? Yaani aligongwa na gari akafa pale. Tulisikitika mno. Yaani ilisikitisha unajua. Yaani ilisikitisha. Kwa wakati mwingine pengine Roho Mtakatifu anasema na wewe, kuna watu wengine sio wanaokolewa kama kwa moto Kama kwa moto. Wewe ukipata msukumo
Hiyo ni aina ya kwanza ambayo ni mtu mmoja anatoka kwenda kushuhudia. Kuna baadhi ya maandiko ambayo nimeona hapa, Yohana 3:16 utakuwa unamueleza kwa maana jinsi hii Mungu. Tena haya usome kwenye Biblia. Haleluya. Inasema hilo andiko. Tuliseme wote 3:16. 3:16 Yohana. Kwisha. Unamwambia habari za ukombozi. Ndio tunataka sisi ambao tunampenda Kristo neno lake likae, sio lote lakini angalau maandiko muhimu. Ukamwambia wewe kwa maana jinsi hii Mungu alimpenda ulimwengu. Ulimwengu ni wewe. Ulimwengu ni wazazi wako. Ulimwengu ni wadogo zako. Akamtoa Yesu huyu ili wewe ukombolewe. Ni injili nyepesi, si ndio? Ndio maana tunatakiwa tujue maandiko angalau machache. Alafu ukishalisema andiko lako lisimamie, usikubali kuyumbishwa. Kuna watu huwa ni wajanja, wanataka wakutoe kwenye ule msimamo uliokuja nao, wakuletea habari zingine. Na habari za kulisi ufalme ile Yohana 1:12 inasemaje? Leo tutakwenda kusema tu kwa kitu. Unajua Yohana 1:12 wote waliompokea, tunataka kuimba sasa hivi. Wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminiwa jina lake, waliozaliwa si kwa mwili wala si kwa mapenzi ya Mungu. Wewe ni mtoto wa Mungu. Haya ni maandiko machache ambayo tunaende nayo kwa watu. Na andiko la mwisho ukiona anaanza kukubishia kuna kiboko yake inaitwa Galatia 5:20-21. Inasemaje? Pale ukitoka tunda la Roho, lakini ile nyingine inaitwaje? Galatia 5. Basi leo tusome, naona hii wengi huwa tuikariri. Galatia 5 pale twende 20 na 21. Inasemaje? Baada ya sanamu, chango, adui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, baraka. Tuanzie 19. Basi matendo, tusome twende. Basi matendo ya mwili wote sasa. Ana tunaenda kushuhudia sasa haya. Basi matendo ya mwili ni dhahiri. Ndio haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, ufuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi uzima wa milele, ufalme wa Mungu. Haleluya.